nipigia simu. Sawa, shika simu yako. Hakikisha. Sasa ndio ndio hapa. Tomato zikaisha jamani. Beka. Tumia hizi nyanya zote. Hapana. Mke wangu Mama Sara, ndio kufika nyumbani? Ndio. Naona. Kuna nini leo? Hakuna chochote. Ni kama una sura ya kuhuzunisha, hasira. Inakuhusu? Nilidhani nimekuleta nyumba mpya ufurahie, mke wangu. Nyumba mpya gani? Hii nyumba hii ni friji ya hii. Basi ona. Hebu niache. Furahi juu mimi nakupenda. Furahi juu mimi nakupenda. Ujue unanikera. Mbona nakukera Mama Sara? Mama yangu huyo. Za asubuhi. Safi, jambo. Si jambo, karibu. Niamkaje? Nimeamka salama. Nasikia harufu tamtamu hapa kweli. Nishaandaa kiamsha kinywa. Umeshaandaa? Chapati ama? Chapati ambacho napenda. Oh. Nimeamka na njaa, acha nile. Sawa. Si tutakula wote ama wewe ukishakula? Wewe njoo hapo niekewe. Unataka kula peke yako, acha mamako hapa njaa. Mimi basi nadhani ni zangu tu peke yangu. Hapana. Sawa. Chai ndio hii sasa. Sawa. Hiyo harufu inaonekana ni vitu vimepikwa na mkongo kweli. Watu wa zamani. Watu wa kitambo wanajua kupika. Yes, come in. Dokta, niko na shida na mgonjwa wangu. Anaweza kukaa? Ni shida kubwa sana. Kameanza lini? Leo ama? Utamsongesha na juu ndo asikoe akila. Okay, songa.
I think unaweza kaa kwa bench, nitakuita. Sawa dokta. Unaweza kuongea? Like, unaweza explain, una feel chungu wapi? Kutu dokta. Okay, like hizi sides. Yeah. Unasema imeanza lini? Juzi tu. Haijakuwa kwa muda? Imeanza tu juzi, wiki tu iliyopita. Sasa sijui. Unaweza niambia specific place yenye unaumwa? Nice tu, mwili mzima unaniuma. Mwili mzima inakuuma? So, Yeah. unaweza... Okay, nitakupima, utakupea the container and then utapima sample. Sawa dokta. Yeah. And then kufanyia test. Sawa. Okay. Just utaniletea mkojo hapa. And then tufanyie test ndo. Aya. Nilipitia hapo ukati hapo. Kabidi niuze hiyo simu. Maana niliona hadi ni ngumu. Nitatafuta tu nyingine ndogo nitumie. Lakini sasa hii hapa acha tuoshe. Ikabidi hiyo simu nimuuzie. Ipokuwa alinipea pesa kidogo. Ilibidi tu nichukue tu hivyo hivyo. That's why hata nilikuja na hizo vitu zenye nilipia nazo hapo jana. Hivyo. Maisha yamekuwa magumu kweli. Sasa hivi sasa ni hivyo tu, sina simu kama hiyo. But kuna mwingine hapa amesema ataniletea simu ndogo hivi niwe natumia tu kama hiyo. Hiyo iko sawa. And then kuna rafiki yangu mwingine nishampigia simu kwamba alikuwa nitafutie kibarua na ashaniambia kuwa kuna bosi fulani kwa kampani fulani hivi. Kuna mtu ataniconnectia kazi, then I will go soon. Hiyo ni habari njema. Tuombe Mungu tu hizi shida zitaisha. Mimi nikilala naomba tu Mungu anifungulie tu njia. Soon nitatoka. Sababu kama hali ni hii itakuwa ngumu Kabisa. Mbona unashangaa? Si nimeacha umeniambia hauna simu, hii imetoka wapi? Nilikuwa nao uliona kuchezea kwa sababu unajua sijazoea kutumia simu. Sasa wana wote anacheka. Mbona sasa nikucheke? Hii ni hali ya maisha yenye tuko nayo sasa hivi. Ni hivyo sasa natumia hii. Kweli maisha yametupiga. Si mchezo. Ni hivyo kwa hiyo. Mbona upokee simu? Samahani, nataka nikaongea na simu kidogo hapo nje. Kwani ya nani hiyo? Rafiki yangu. Sifai kujua ama sifai kusikia? Ni rafiki yangu tu, mambo kidogo tunapanga hapo. Sawa. Sawa, narudi sasa hivi mama. Sawa.
unaweza keti. Asante dokta. Okay, so results zimetoka za ndugu yako mwenye umemleta, na umekuwa ukikaa na yeye, like amekuwa aje? Like... Okay dokta, mimi nimefanya kumpata kwa nyumba ikiwa ugonjwa umemlemea na tunafanya kazi pamoja, nikaona ni vyema nimlete hospitali. So imekuwa ikimsumbua na hajakuwa akisema, si ndio? Ni kama unfortunately imekula sehemu zake za siri, na asipofanya matibabu, akitafuta matibabu, like tunaweza mpoteza cause kila kitu imeharibika. So itabidi nimwache hapa hudumiwe kwa siku ngapi? Kwa leo tu nimemdunga dawa, na hiyo dawa ni ya leo peke yake. So si ukitoka hapa utaenda kwa reception ulipie hiyo dawa nimemdunga, but 300k inatakikana ndo tuweze kumsaidia. 300k ndio zinatakikana atibiwe ili aweze kupona kabisa. Aweze kupona, tuseme aweze kuwa nafuu. Oh, ni sawa dokta. Lakini kwa sasa ndugu yako amepatikana na UTI. Unaelewa UTI? Na ufahamu ugonjwa. Ako na UTI mbili, yenye ni gonorrhea na syphilis. Tulikuwa tumpime ukimwi lakini mwenyewe hajakubali. Sawa. Na mimi kama mimi siwezi kusema, lakini tunatakiwa tumpime na ukimwi ndio tuanze kumsaidia pia mapema kabla haijafika stage. Si unajua pia kuna stages? Najua kuna stages. Yeah. So nitakuandikia dawa yenye utakuwa unampea, like itakuwa ina relieve some for a while, and then utapitia hapo kwa pharmacy uchukue zenye nimekuandikia pia. Sawa. Yeah. Kwa hivyo dokta, naomba ruhusa kama naweza ongea na yeye. Yeah, unaweza ongea na yeye. Acha kwanza nimwangalie kama unaweza ongea na yeye. Sawa. Justus. Naam. Najisi vipi sasa? Nafuu kidogo. Nashukuru kusikia hiyo. Unaweza simama tuweze kuongea kiasi? Kwa sasa unajisi vyema, si kama hapo awali, si ndio kaka? Tofauti na muda mfupi uliopita. Hizi ndivyo daktari ameweza kuniambia. Ila daktari amesema ugonjwa wako usipotibiwa kwa wakati unaofaa tunaweza kithiri sehemu yako ya uzazi na baadaye kudhuru na tunaweza pia kukupoteza. Na pia daktari amesema umegairi kupima ukimwi. Sijui ni kwa nini kaka. La hasha. Mimi nimemwambia tu apime ugonjwa ulionileta hapa peke yake. Sawa kaka Justus. Lakini kaka Justus, daktari amesema anataka 300,000 ili aweze daktari amesema anataka 300,000 300? Ili ugonjwa wako uweze kutibiwa upone, na ameniandikia dawa za kununua. Sijui umebakisha nini kwa mshahara wako uliopata hapo awali. Kaka, kwa sasa sina chochote. Hasa Kafirullah, mwana wa Isaya, mshahara wote umeupona kabisa. Pesa zenye nilikuwa nazo ningezitumia zote. Kwa sasa sina kitu. Kaka, unazingua. Sasa sijui mimi nitakusaidia aje sasa. Na pesa zinatakikana hapa hospitali utibiwe. Nilikuwa nadhani kuna kidogo ili tuungane marafiki tukuchangie, lakini wewe huna hata ndugu. Sina budi kumfahamisha boss kuhusu hali yako sasa. Boss? Ndio. Usimwambie boss kuhusu hili. Sitaki hata ajue ninachopitia kabisa. Kwa nini kaka? Boss lazima nimfahamishe. Kwa kuwa nimetoka ofisini bila kumwarifu kuwa nimekuja kwako kuangalia wewe. Itabidi nimwambie boss. Kama atakuwa na la kufanya, ataweza kukusaidia kutoa hela utibiwe urudi kazini kakangu. Hali yako si nzuri. Hata wewe mwenyewe umeona. Tukiendelea hivyo tunaweza kukupoteza. La, nitawapigia tu marafiki zangu
Jaribu kuuliza endapo wanaweza kunisaidia kwa hilo. Lakini hapo kwa kumwambia boss, hapana. Kaka Justus, hapana. Wacha tumfahamishe boss hili. Tukubaliane hapo, wacha tumfahamishe boss ili tuweze kutatua hili tatizo kwa ufasaha. Na pia tusiweze kupigwa kalamu kazini. Angalia kazi pia ni muhimu. Sawa. Unaweza kumfahamisha. Sawa kaka Justus. Umemaliza? Hapana daktari. Tupatie sekunde 2 tunamaliza. Unajua pia nafaa kulala apumzike. Sawa, sekunde 2 tu. Sekunde 2. Kaka. Naona muda wangu umenipa kisogo kukaa hapa na wewe. Sawa, ila kabla uondoke, na kitu nikwambie kidogo tu. Kipi hicho? Muona dokta. Acha kuzingua maziara kaka. Hujapona, ushaanza kusema mambo ya dokta. Yaani nilikuwa nahisi ugonjwa ila sasa najisi nipo sawa. Nilipomuona dokta ni amenichanganya. Haki ya Mungu, malaya for life kijana. Ngoja kwanza upone lakini kakangu. So hivyo kaka. Wewe vitu ni hatari hivi. Sawa, acha mimi niende, tutaona. Nitaongea baadaye. Sawa, sasa unaenda alafu ndo uregea au? Nitakukujia baadaye. Hata sasa lazima nitoke huko hospitalini. Mungu nishamfanya kama nyumbani. Sitoki hapo hospitalini. Unaona huyo dokta. Acha nikamfahamishe boss. Achana na hiyo story ya boss. Acha nikamfahamishe boss wewe. Subaki salama. Sawa. Kitu gani nakukera Mama Sara? Upendo wangu kwako ndo nakukera? Unataka nikujibu hilo swali? Hivi Beka, sometimes I don't understand. Nikikumbuka nilipofungua kibanda nilikwambia masikuambia. Kibanda? Uliniambia uliniambia. Alafu si tulifungua? Haya basi tukafungua. Mbona unataka kukiangamiza? Si tunakuangamiza mke wangu. Si tunawajibika. Kibanda iko sawa. Mwanzo asubuhi nimeona customer akikuja kwa wingi sana. Beka, like seriously? Na kuachia kibanda just for 2 hours but ukafanya kitu nyadi sikuamini. Is that fair? Na kuongelesha. Naomba unielewe mke wangu. Mimi nimekuambiaje asubuhi? Pesa itumwa kwangu. Nasema itumwa kwa Tili. Tili haileti message. Sasa hapo pesa ikitumwa Tili haileti message. Unajua kama mtu ametuma ama hajatuma? Since when? Tili nimekuwa nikitumia tangia nilipofungua hiyo kibanda. Since when nikaanza kuleta hivyo? Mama Sara, acha nikwambie neno moja. Ndoa haitaki manunguniko. Endelea kuhubiri. Wala haitaki hasira. Hilo jambo limefanyika. Mimi najua kilichotokea. Lakini ni changamoto tu hiyo. Mimi na wewe tumepitia nyingi sana. Na isikufanye wewe ukasirike mke wangu. So what? Bek, unajua ile bidhaa yenye ilikuwa ina cost how much? Almost 2000. Lakini ukakula zote. Unaniacha hapa 150. Nifanye nini? Sasa Mama Sara, hicho si kilichokuwa ukasirike. Umenitisha pesa yako ukakwambia sina. Nirejeshe. Sawa. Rejesha. Alafu naomba nikuulize. Kwani pesa ni yako, ni yangu ama ni yetu? Vibeka, unanikera. Nisikia. Even now I'm wasting my time kukaa hapa na wewe. Hujui jinsi inavyoniuma. Na hivi nataka kukumbusha kwamba ule ambako ulinitoa kwa wazazi wangu bado wananipenda.
na niko 100% sure nikiamua kurudi huko hawatanifukuza. Lakini Sara, hebu niache. Umenisikia? Nenda kupaka nguo zangu. Nimekwambia uniache, usijaribu kunishika bega. Umenizoea sana, unaona kama mjinga. Ha? Ule mwi familia yote ishi kwa amani. Mimi mwanzo napigania tuishi kwa amani mama Sara. Amani gani leo unaniibia? Mwanaume mzima kama wewe. Au uone hadi aibu kikana unume zako huko nje. Sasa aibu gani? Muone mshenzi wewe. Nenda kupaka vitu zangu na usijaribu kunishika. Iwe mara yako ya mwisho kunishika. Unasikia? Tafadhali. Mama Sara. Nimekwambia uniache beka na ukalisha hapa mwili nipaka. Mama Sara. Hivyo unaona kama mimi ni mtoto wako ama unaniona kama mshenzi hadi sijui waminaji. Tumeelewana? Ukipata adabu utanikujia kwetu. Mama Sara. Nakuomba Mama Sara. Nishachoka. Tumetoana mbali sana mimi naye. Najua. Nakuomba sana. Mama Sara, tafadhali. Nakuomba. Ona vile majirani watuheshimu Mama Sara. Hivi beka niachilie.